Bwana, mambo vipi Tanzania, Afrika Mashariki na Kati? Jina langu naitwa Gwiji la Vipaji. Siku hii ya leo nataka nikuonyeshe jinsi gani ya kulipea dread lakini pia na kubana. Okay guys, tunaanza sasa. Tunaanza hapa, ndipo nachokifanya ni kwamba najaribu kuziweka vizuri, kuzipangilia njia. Kwa hiyo hapa kinachofuata na crotch. Hapa ni dread ambazo zilikuwa zimeotea, lakini zingine zimechomoka, zimenyofoka. Kwa hiyo hatua ya kwanza unagawa mistari, unakuja unaziukishazi kama hapa, unaona guys, unaona, na unaziweka sana kisha mstari umenyoka, kwa sababu huyu alikaa nazo muda mrefu kidogo, kwa zilivurugika, kwa zingine zilienda kujishikiza sehemu nyingine ambako sio kwake. Ndo kama hivi nazitoa ili ziweze kukaa vizuri. Nikitoka hapo nakuja napaka mafuta napaka mafuta. Hii ni jelly wax ambayo ni kwa ajili ya dread. Kwa mafuta yote ambayo ni kwa ajili ya dread unaweza kutengenezea yale ambayo utaona wewe yanakufaa. Kwa hiyo hata mimi nina mafuta ambayo naona yanifaa, ndio natumia. Nikishachukua hapo nachukua kitana na nyonga guys, kama hivi. Hii njia nilishawahi kufundisha, kwa hiyo kama hujaona mafunzo hayo guys, jaribu kufuatilia linki ambazo ziko chini ya maelekezo ya video hii. Kuna linki ninakuwekea hapo chini ya maelekezo ya video hii, utakutana na linki tofauti. Kwa unaweza ukabonyeza hapo ukaangalia vizuri jinsi nilivyoelekeza kuhusu kazi ya kitana. Kwa hiyo tunaendelea, ndugu mtazamaji, unaendelea. Zoezi linakuwa ni lile. Ukishahakikisha umezigaa kwamba kila kibutu kimekaa vizuri na kimeshagaika vizuri, unapaka jeli. Usipake ikiwa bado hujazigawa vizuri, kwa sababu hii inasaidia kwamba dread zako zibaki kwenye shina lake, yani na njia zionekane vizuri, ili dread zisipoteze muonekano. Kwa wale ambao wanapenda kubanabana style, lakini kuna wale ambao hawapendi kubana style, wanakuwa wanaziacha zinashikana, wanaziacha zinakuwa chini, zinakuwa kama hapo juu, ambapo bado sijazigawa hizo za hapo juu, inakuwa kama hivyo. Mwingine ndo anapenda hivyo, lakini kwa wale ambao wanapenda kubana style vizuri, ukiwa unafuatisha mistari namna hii, hakikisha dread zako zinagawanywa vizuri mistari, ili kuepuka kupoteza ubora au muonekano. Muona, kwa sababu bila kufuatisha hii njia ni kwamba inafika kipindi unakuta mtu anakuwa na dread ndefu, lakini dread zinakosa njia, zinakuwa hazina njia, vyumba vyake havigawiki vizuri, mistari haing'ai. Unaona kama hapo, unaona utofauti hapa. Tupo ukingoni, kama hivyo. Nishamaliza hatua ya kwanza, nimemaliza, nimeloe. Kwa tunaenda tutabana style tu simple, tutabana style simple kutokana na nywele zenyewe jinsi zilivyo, ni fupi sio ndefu. Kwa tutabana style ambayo itawezekana, kama unavyoweza kuona vimekuwa kama vidwala, lakini hiyo style ya vidwala pia nayo ni style. Kuna mwingine anaweza kaacha hivyo ikawa tayari imeshamaliza, ukawa na muonekano huo. Lakini kwa huyu sisi leo tumeamua kubana minyoosho, ambayo hii ni criss cross inaitwa. Hii style ambayo inaitwa criss cross kwa wanaume. Okay, lakini pia hata kwa wanawake unabana, kwa wale ambao hawapendi mambo mengi. Hii ni style ambayo ni simple kama unavyoweza kuona. Sasa kwa sababu hizi dread ni fupi mno kiasi kwamba nikinyonga, nikisogeza, nikija nikiweka na nyingine zinakuwa zinalegea, ni rahisi kufumuka. Kwa hiyo naamua kuchukua uzi. Nitachukua uzi, kipande cha uzi kama hivi guys, unavyoweza kuona. Na wewe ukiona zinakushinda, basi unaweza ukawa unachukua unashikisha na uzi kama hivyo. Hakikisha uzi usionekane ovyo, kwa sababu uzi nao ukionekana unapoteza muonekano. Make sure unaficha uzi, usionekane sana. Kwa hiyo kama unavyoweza kuona, nitanyonga hapo, nachukua nyingine. Muona hapo zimeishia hapo, kimo chake zimeishia hapo. Kwa hiyo ningesema nitumie zenyewe tu bila uzi, tusingeweza kufanikiwa, kwa sababu zingekuwa zinaachia. Pengine mtu akitoka tu hapa kulipea, akifika nyumbani unashangaa moja inaanza kuachia, nyingine inaachia kivyake. Kwa hiyo ili kuzuia hilo zoezi, inabidi unatumia nyuzi kama hivi. Si unaona mimi hapo nikitumia uzi, lakini uzi hauonekani, na kuwa na uficha uzi usionekane. Ndugu mtazamaji, kama unabarikiwa na kuna kitu unapata kupitia mafunzo yangu ya mara kwa mara kupitia video zangu, unaweza ukadondosha komenti zako hapo chini. Unapenda nini nifundishe, lakini je, unayaonaje mafundisho yangu?
Kama unaweza kuona tuko ukingoni guys, hapo ndo namalizia, lakini hizo zilizobaki nyuma pia nitazifunga zote, nitazificha ili zisining'inie hivyo. Ili zisining'inie hivyo kama unavyoweza kuona. Hapo tumemaliza. Hii ni style simple guys. Kama unavyoweza kuona dread zilikuwa ni fupi mno kiasi kwamba hivi tusingetoboa. Ndio maana tumeamua tuzifanye hivyo. Hii inasaidia nywele zinakaa vizuri, zinajitunza, lakini pia hata maendeleo yanakuwa mazuri. Akija tena siku kulipea nywele inakuwa imeendelea, imekuwa, imerefuka, na tukibana tena nywele inazidi kuwa imara zaidi na nzuri zaidi kama unavyoweza kuona guys. Unaona njia zinaonekana vizuri, mistari imenyooka tofauti na pale. Hii ndio jinsi ya kulipea dread guys kwa ustadi mzuri kabisa. Mpaka kufikia hapo sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Asante. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.